Siku nyingine tena tuko katika majengo ya bunge la kaunti ya Kwale. Hii ni Checkpoint ndani ya Fix Media. Mimi naitwa Omar Mazera, lakini siku hii leo tuko naye speaker wa bunge la kaunti ya Kwale, Mheshimiwa Seth Mwatela, kujaribu tukuangazia mawili matatu kama kijana na pia kama kiongozi wa eneo bunge hili. Atatuelezea safari yake na pia tutarajie nini mbeleni. Mheshimiwa, karibu sana ndani ya Fix Media. Asante. Checkpoint. Ukianza tu kwa karibuni bunge gatuzi la Kwale. Naam. Pengine tukianza, watu wengi wanasema kwamba kaunti ya Kwale ni mojawapo ya yale mabunge ambayo yalibahatika kupata kiongozi ambaye ni kijana. Unazungumziaje swala zima la vijana na mazingira yake katika uongozi wa sasa? Ni challenge kwa sababu unajua mara nyingi unakuwa representation ya watu wengi na sio vijana wengi. Kwa hivyo unakuwa role model. Unapokuwa pale katika mataa yanavyowashwa, inategemea vile ambavyo utakuwa. Ukionyesha uchi, basi vijana wote wanaonekana uchi. Ukionyesha umejistiri, pia vijana wote wanaonekana kuwa wanaweza jistiri na wakaweza kustia uongozi katika nyanja tofauti tofauti. Kwa hivyo naamini ya kuwa vijana wanaweza pia kwa uongozini. Naam. Miaka 2 na tuseme na nusu sasa, tukielekea 3, umekuwa ukiongoza bunge la kaunti ya Kwale. Watu wengi wamekuwa wakisema kwamba mabunge mengi ya kaunti kuna migawanyiko. Umemanage vipi kuhakikisha kwamba kuna mshikamano na hakuna ile mivutano katika bunge hili la kaunti ya Kwale? Nafikiri mlivyoingia mmeweza kuningoja kwa muda mrefu. Yes. Na katika ule mchakato mkiningoja, nilikuwa na waheshimiwa wangu. Okay. I think the best way ni kukuwa open na kuweza usikuwe na mambo fiche na mambo ya kichini chini. You put all the cards on the table. You discuss issues in a very mature way. Na hiyo ndio kitu ambayo imeweza kutufanya sisi kama Wakwale kuweza kwenda mbele. And let me tell you, mimi waheshimiwa wangu wanajua kile kitu ambacho kinaendelea ndani ya bunge. Wanajua kuanzia budget, wanajua kuanzia expenditures, wanajua kuanzia kila kitu. So itakuwa ngumu sana watu kuanza kukuwa na mivutano, kwa sababu mivutano mingi inaanzia kuanzia mambo ya fedha. Number 2, mivutano mingi inakuja kuanzia mirengo ya vyama. Kama hapa it's not about mambo ya chama. Chama ndicho ambacho kimekuleta, ile ni kama nguo. Hii nguo ambayo umevaa wewe haiwezi kudisaidia akili yako vile ambavyo itafanya. Kwa hivyo hapa tunaangalia cha muhimu ni Mkwale. Na cha muhimu zaidi ni maendeleo ya Kwale wote waweze kuwafikia. Naweza kukuelezea kwa tulivyoingia ndani ya ile bunge tuliweza kuafikiana. Na tukasema sio ati ni urafiki. Na mara nyingi ukisikiza tu katika nyanjani watu wengi wanaongea tu kuwa hili bunge limeweza kuingizwa ndani ya mfuko ama mkoba wa mama. Lakini nataka kuelezea kuwa saa zingine unaangalia the bigger picture. Ndani ya county 47 Kwale we are way ahead of many counties because ya kitu inaitwa consultative leadership. We sit down. If najua kuna changamoto za mambo ya kifedha ambayo yameweza kujitokeza katika media tofauti. Those are things that we sit down with the governor and discuss and show her the right way. Sisi ni macho yake na sisi ndio ambao tunaweza onyesha ile njia ambayo inahitajika. And kama bunge tumeamua the way to go is being consultative rather than being abrasive ama aggressive attacking each other. The best way is to you see many counties right now. Let me give I give examples of many counties. Watu wanaenda mazishini. Yes. Wanatukanana. At the end of the day ambao wanaumia zaidi ni wananchi. So kama Kwale tumeamua kukuwa na hiyo consultative, and it has resulted to one thing that I want to tell you right now. That one thing is that right now we have kitu inaitwa equalization of development resources. That right now nikienda Mackinnon Road development progress yao, it is to a tune of not less than 80 million. So all the 20 wards tumezi allocate 20 million in terms of development and in terms of
ministerial distribution of maendeleo katika zile ward. Kwa hivyo mheshimiwa unasema kwamba kila ward sasa inapatiwa fedha ambazo ni sawa na ward zote. Exactly. Kwa hivyo iwapo tutaona ward moja hakuna maendeleo, ni nani ambaye tunafaa kumuuliza swali? Ni mwakilishi wadi? Nataka tu nikuulize swali. Kazi ya nitakuuliza na nitalijibu. Na nataka tu nikuelezee. Unajua mara nyingi watu wengi hawajui kazi ya MCA ni nini. Yes. Na kazi ya MCA mara nyingi huwa inaregeshwa kule kwa executive. Our work is just to do oversight. Okay. Sisi kama bunge kazi yetu ni kuangalia oversight ya kuwa kuna mradi fulani umepelekwa mahali fulani, umefanyika ama hujafanyika. Umefanyika, yes, full stop. Hiyo ndio kazi ya mbunge. Kazi ya kuwa imefanyika ama haijafanyika inakuwa ni upande wa serikali, ambayo sasa katika county level tunarudi kwa sheria yetu ambayo ni katiba. Pole na waregesha klasini. No, ni vizuri. Lakini ni vizuri tuelezane. Yes. Kwa sababu watu wengi wana construe ya kuwa huyu mbunge ndio anatakikana kutekeleza majukumu ambayo ni ya serikali. Majukumu ya serikali katika katiba yetu, serikali iko mara mbili. Iko katika national level, na katika national level iko mara 3. Kuna the executive ambayo inaongozwa na rais, kuna parliament ambayo inaongozwa na speaker, alafu kuna judiciary ambayo inaongozwa na jaji mkuu. Alafu kwa the next level ambayo ni serikali ya ugatuzi ambayo inaitwa the county government, zimepia gawanyika mara 2. Kuna upande wa executive na kuna upande wa assembly. Those are the 2 arms. Upande wa executive inapelekeshwa na governor ambaye ni mstahiki governor. Upande wa assembly anayeiendesha ni speaker. So katika Kenya nzima kuna speaker 47 na kuna magavana 47. Okay. Kumaanisha serikali ya ugatuzi iko mara 2. Tukienda to the next level, wanaotekeleza ni executive. So ukiona maendeleo hayajatekelezwa kulingana na ile matakwa ya wananchi, ni executive. Okay. MCA yanapitisha sheria, anahakikisha budget imewekelewa kulingana na vipengele vya sheria, na ya mwisho ambayo ni representation ya kuwa yeye ni mwakilishi wa wodi. Wale watu wote ambao wanaishi katika wodi fulani, yeye anawawakilisha katika ile bunge, na ndio maana tunawapatia kiti kimoja katika kila wodi. Kila wodi ambazo tuko nazo ndani ya Kwale tuko na wodi 20, na hapa ndani tuko na wabunge 30. Okay. So wale 10 wanachaguliwa kulingana na kulingana na structure ya hawa 20 ambao wamechaguliwa. Okay. Kwa hivyo kazi ya mbunge si kutekeleza. Kazi ya mbunge ni kuhakikisha matekelezo ya executive yanafanywa uhakiki kulingana na matakwa yale ambayo yamepitishwa na SK. Kwa hivyo iwapo mahali pengine hakuja kuwa na maendeleo, yes, kazi ya MCA ni ku-question wale ambao wako kule mbele. Lakini sasa kitu ambacho nataka kuweza kuelezea wananchi wetu waweze kuelewa ni kimoja. Budget making pia ni another process altogether, ambayo iko na sheria nyingine very complicated yenye labda mnialike siku zingine tuiongelee. Lakini kwa kuichanjanua tu kijuujuu, yes, budget inaanzia kwa mwananchi. Ile uhaki kaunti zote, budget inatakana kuanzia kwa mwananchi ambaye wanaelekeza hii serikali vile ambavyo wanataka. Sure. Ikitoka pale kwa mwananchi inarudi kwa executive, wanakaa wanahakiki ya kuwa yale matakwa ya wananchi yataenda sawa na zile pesa ambazo wametabiri katika mwaka ambao unakuja. Kama sasa leo tumeweza kuweka supplementary na budget estimates tumeziweza kuzitable. Okay. So itaonyesha mwaka ujao ni nini ambacho executive inafanya na nini ambacho imeweza kufanya katika huu mwaka ambao umeisha. That's number 2. Number 3, inatakikana ikishatoka pale kwa executive inaletwa kwa bunge tena. Sisi kama wabunge tunarudi tena kwa mwananchi. Okay. Tunamuuliza mwananchi, hawa watu wa serikali walikuwa wanasema wanataka hii miradi, nyinyi mko sawa nayo? So mara nyingi unapata wananchi wengine wanasema hii sio miradi ambayo walikuwa wanataka igeuzwe. So katika hichi kiwango ndio miradi ya kule nyanjani inageuzwa. Okay.
So unaweza pata budget imekuja hivi, ikifika bunge wakati wanaenda kwa wananchi wanaleta matoko tofauti kupitia memorandum. So inakuja inageuzwa. Kikuja kigeuzwa tunapitisha budget, tunawaachia executive kuhakikisha kuwa wanatekeleza kulingana na ile budget. Okay. Tutarudi kidogo tu hapo baadaye. Hapo nimekuelewa. Nataka tuangazie safari yako kidogo. Yes. Umekuwa speaker na hivi majuzi tumeona umechaguliwa kama mwenyekiti wa maspika wote nchini. Si maspika wote, mabunge yote. Mabunge yote ya county. Unaichukuliaje hii wewe Mkwale na unawaambiaje vijana? Ni step yenye saa zingine unajiuliza ni mimi kweli lakini kwa niaba ya Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anafungua baraka zote na ndiye ambaye ananyoosha njia za kila mtu, na hakuna mtu ambaye let me tell you the difference between a rich man and a poor man, it is about the risk that person decides to take. Sijui kama umenielewa, haijaeleweka vizuri. Nimekuelewa. A rich man will decide to do a business. Yes. Anaweza kuwa kona ile pesa mahana, lakini akaamua tu ataenda hiyo njia, na kule mbele sio ati anaona ni nini ambacho ako nacho. For the poor man, ako afraid. Sahi, let me tell you, right now I give someone 1 million. Unaweza pata, inaweza mconfuse. Sijui kama tunaelewana. Mtu ataweza kuwa confused in this way. Hajui aangalie maisha yake, hajui akalipe fees, hajui kama, but you give that person who is rich, not ati saa hiyo tayari ameshakuwa rich, the person who is rich. Kuna kitabu cha a rich dad and a poor dad. Kimeandika kuwa wewe baina tofauti ya yule mzazi ambaye ni tajiri na mzazi ambaye ni maskini ni kuwa huyu mzazi ambaye ni tajiri anachukua opportunity yote na anahakikisha yeye anajaribu kufanya, lakini huyu ambaye babake ni poor, yeye anasema mshahara ndio kitu, elimu ndio nguzo, enda usome, ukimaliza kusoma tafuta kazi, tafuta. So mentality yako ikikuwa hivyo, nchi inaenda ikigeuka. Na ninasema hivyo kwa nini? Kwa sababu as vile maisha yanaenda yakielekea, sahihi vibarua vinaenda vikiisha. So we need to take more risk. Kama vijana tunatakana to take more risk. Kwa mfano kama mimi, jani yangu ilianza 2016. Nakumbuka vizuri sana, nilikuwa nimefelewa na mamangu mzazi. Tulivyozika tukamaliza, tukirudi Nairobi kwa barabara, nikaangalia hivi Kinango, nikasema Kinango wakati huo ndio njaa ilikuwa imewaka. Nikiangalia hivi nasema mazee hapa, nikaona kinyumba fulani hapo, nasema how can I change the life of that person? And I thought deep and I said, if I can get myself into leadership, helping that person would be easy, because it will be a stepping stone ambayo itanisaidia niweze kujielevate na kupatiana civic education. Sure. So nilivyoenda Nairobi nikarudi, I think the following year I was sworn into the bar. Then nilivyomaliza nikasema wacha nijaribu EMP. My friend, ilikuwa jani nyingine ngumu sana. Kwa sababu nakumbuka the first time that my post was posted that Motela Kamanza vying for MP Kinango, ilitupwa mawe. Nilitukanwa. Na walionitukana walikuwa vijana wenzangu, wakisema huyu mtu mwili wake mwenyewe haukai kukuwa MP nini. No. So I didn't have much resources. Nakumbuka nikizunguka, it was very strenuous. Unaenda mikutano hauna kitu, unaambia watu jamaa mimi sina kitu, naweza simama ama naweza ongea ama nini. Wengine wanakuambia ongea, lakini kama hakuna kitu mwisho, wewe enda bana. So unaongea, after that umemaliza, unasikia tu vijana uko kando wanakuambia huyu mtu kagari kake Kenya amekuja nako ni aka naweza zunguka Kinango nini, you know. So but sikuvunjika moyo, nikasema let me just forge ahead. I forged ahead. Okay, definitely nilikuwa na biashara pia, I had started my law firm. So nikaenda nika concentrate on my law firm. That's 2017, 2018. After 2017 election
nikajua nimegaragazwa, lakini kitu kilikuwa kinanipatia hope is that nilikuwa mtu wa tatu. The first person was Tayari, the third alikuwa Gonzerai, and then myself. And you know, Tayari was already in the line. 2013 alikuwa amesimama. Yes. So nikajiambia, ikiwa this is my first time and I could convince a considerable number for me to get around 6,000 votes, and it was my first time without anything, nikasema, I think let me hit the ground. So 2018 December I started hitting the ground again. Nikazunguka. I think I started going polling station after polling station with the meager resources that I had. Nikaanza kuongea. But unajua, the more you have, there is a book called The Secret. Unajua, as in, kama kwa haya maisha, hawezi kwa wewe peke yako. You need to read, lazima upate miongozo kutoka kwa watu wengine tofauti. The Secret inakwambia, ukichukua nia yako, yani nia yako we mwenyewe, uchukue nia yako, alafu useme, mimi nataka kitu fulani. Hata kama una pesa, hicho kitu siku moja utakipata. So I put all my senses, all my energies, nikasema, I want this seat. And if I'm not going to get this seat, my second option, I'll go for the speakership. If I don't get the speakership, even in 2022, Okay. If I'm not going to get the speakership, I'm going to lobby for the national seats. Sure. So, nilivyoenda 2022, when elections were coming, mtu mwenye alinipatia stress ni Zuleha, venye alikuja ODM na akaingia na akapewa tikiti. Nikasema, sasa hapa nimepigwa 10-0. So nikajiambia, hii ni 10-0. What am I going to do? Nikaruka independent. So I was an independent member. I went to the elections, which were very tough because nilikuwa nashindana na karibu wabunge watatu. Wabunge watatu. So ukumbuke, nilikuwa nashindana a former MP who was Tayari. Nilikuwa nashindana na the current MP ambaye alikuwa Tayari. Yes. Nashindana na a former MP ambaye ni Gonzerai. Nashindana na Zuleha who was a current women MP. Sure. And then myself. So ile pesa yenye ilikuwa inamwagwa hapo ilikuwa crazy. So nikajiambia, sasa hapa, do I have a chance? Nikasema, yes, I have a chance, because both of these watu wamewatest na wamejaribu. So nikajipatia moyo kuwa, if people would give me an opportunity, because they have given these 3 people an opportunity, mimi pia naweza showcase what I can deliver to the people. Sure. So nikasema, wacha tuende. Tukaenda nayo. Election day. Results zinatajwa. Mimi niko na kura 7,990 na nafikiria na 6 hapo. Zuleha ako na 8,000 na kitu kama 90 na kitu. So alinishindana kama kura 100 na kitu. And then the following ni Tayari. Tayari ako na kura 11,000, Gonzerai 16,000. So nikajiambia, ingekuwa Zuleha angesimama, hizi kura za Zuleha zilikuwa zirudi upande huu, because the political party pili ilimpropel. Yeah, sure. So nikajiambia, I think people had a vision. Kuna, 8,000 people, because ilikuwa watu 8,000 kasoro tu watu 4, Yeah. nifikisha 8,000. So 8,000 people, they must have seen a vision to this young man. So nikajiambia, wacha nisivunjikie moyo. But then nilirudi nikakaa kwa lofamu yangu pale, nikapiga file vyangu, nikaingia kotini kidogo, kapiga, nikasema wacha niweke application. So nikaweka application to the county assembly. Nikakutana na waheshimiwa kidogo, nikaongea nao. Waheshimiwa pia nikasema, hapa wazee, unajua, imagine uconvince watu wenye wamepigiwa kura. It was very hard. By the way, race ilikuwaje? Kwa sababu there were 9 names. Yes, there were 9 names. Ilikuwaje? Sasa ndio hiyo story sasa tuingia hapo. Takuelezea. Nafikiri hichi chumba chenye mlikuwa mnaningojea sasa. Yes. So tumewekwa hapo watu 9. Watu wanapiga kura kule. Tumeweka application zetu. So kuzungukia waheshimiwa nini, I think they made a decision the last day and they called me.
Akasema, Kamanza, where are you? Nikakuja, nikifika pale kuna waheshimiwa 24. Akaniambia, sisi tumekuchagua wewe ndio speaker wetu, kaa kwa hicho kiti. So nikakaa pale. Wakaniambia, sisi hatutakupatia maswali mengi, lakini Mungu amekuchagua wewe. Nakwambia nilitoka hapo, nilikuwa nasikia miguu nikaa haitembei. Lakini sasa kitu kimoja, one more hurdle. The following day was the election. So they were supposed to vote. So kumbuke kule kulikuwa na watu wangapi? 24. Contenders wenye tumesimama tuko watu wangapi? 9. So nikajiambia bado kuna watu 9 paka kura ipigwe hapa na hawa ni wanasiasa, wanaweza nicheza asubuhi. So nikatoka pale, hata sikuenda home. By the way, nafikiri nilikaa kama 2 days hivi niko na nguo tu moja. Nikasema hawa jamaa lazima niwazungukie. So nilikuwa tu hiyo area inaitwa Galvant, hapo tu ndani ya Ukunda. So tukakutana nao, nikaongea nao, wakanielewa. Nikamwambia mimi, nyinyi ndio mtanichagua na nyinyi ndio mtaniongoza. So of course tumeweza kuendelea. So siku ya kura ndio najua ulikuwa unataka. Tumefika hapa. Yes. Watu ni 9. Kura ya kwanza ilivyopigwa, tulipigiwa tu watu 3, wengine walipata 0-0. Mimi nikikuwa na kura 13. Kumbuke kule tulikuwa na kula ngapi? 24. So I've lost 11. And this 11, I don't know where I've lost them. Overnight. So the first vote, I had 13. The second person who was following me alikuwa na 9. Alafu mwingine akakuwa na 7, ambaye ni former speaker. So nikapiga hesabu, nikasema hapa tutafanya nini? Sasa unajua usually the first vote ikishatoka inarudi sasa second round, because there's a kuna vote line lazima mtu apate. Okay. So ndio tulivyosukuma tukasukuma. Nikaongea na speaker mwingine, nikamwambia bro, wewe tumesha ku knock out, nipe hizo namba zako. So akaongea na watu wake, wale 7 wakarudi upande wangu. So 7 na 13 ngapi? 20. Sasa kapita tu hapo tu kimchezo kimeujiza. Lakini hayo yote, by the way bro, you need to know God is there, you need to know determination, and you need to know that there is hope. Sure. If you combine these 3 things, you will always, lazima Mungu atakufungulia njia. So ndio nakwambia katika kile kitabu kinaitwa The Secret, you put all your energy, spirits and focus, you end up getting what you want. Sure. So that was my journey. Umekuwa speaker. Yes. I think umeconvince pia mabunge mengine. Yes. Yamekuchagua. That means mbali na kwamba unasimamia Kwale, umeenda kidogo national. Yes. Kwamba ukienda Kisumu, kuna ile respect kwamba wanakupatia. Unamwambiaje kijana ambaye sasa yuko pale chini, hususan katika masuala, kwa sababu I think the biggest thing ambayo inasumbua sana vijana wengi is fear. The fear to start, the fear to face it. True. So unamwambiaje? Ambia tu what I've said, put your focus, hope, faith, na weenda nalo. Mungu atakufungulia tu kwa mbele na usilose hope, ambayo inaitwa persistence. Yaani ukikuwa persistent, you're hopeful that one day, unajua sisi kama vijana, let me tell you, sisi kama vijana, we live each day at a time. Yes. And you live by hoping that one day kuna mlango utafunguka. Lakini don't live by hope. Na ukiamka asubuhi unaenda labda mahali, pole vijana wenzangu, unaenda kwa kijiwe, mnapiga story ambazo hazikusaidii. You need to look for people ambao wako mbele zako, who can be mentors. Yani unatekana upate mtu ambaye, unajua mara nyingi sisi kama binadamu watu hatutaki kuona mtu mwenye ametushinda, because ukienda kwa yule mtu ambaye amekushinda unaona ni kama anakuintimidate. Ama you need to, kama sasa sahihi, I need to look for watu ambao wamenishinda ki positions, so that I have a challenge ya kuwa hii challenge lazima nifikie. So wakati nilivopata uspika wa Kwale,
Mimi kawaida katika kila bunge watu 3 wanachaguliwa. Then kuna shirika ambayo inaitwa County Assemblies Forum ambayo ni ushirikiano wa mabunge yote. So hawa watu 3 wao wanaingia kwa kitu inaitwa GC, General Council. Katika ile General Council kuna kitu inaitwa Executive Council pia. Katika GC mabunge yanachagua watu 3 wanaingia GC. Baada ya GC, katika GC kuna watu 3 wanaingia katika Executive. So kutoka mwaka wangu wa kwanza nimekuwa katika EC. So katika ile EC nilikuwa na represent kitu inaitwa Coast Cluster. Okay. Hii by the way it is in the same level kama COG. Okay. So like right now I might say I'm an equivalent to the chair COG. Sijui kama tunapatana. Najua watu wengi wao wanajua ile COG. But this is an equivalent to COG. Okay. Yeah, because COG inasimamia executive. CAF ambayo ni County Assemblies Forum inasimamia the assemblies. Okay. Yeah.